asifiwe. Nashukuru sana mheshimiwa, nimshukuru sana pekee mheshimiwa mbunge wetu Cecilia Pareso kwa kutukaribisha kwenye futari hii jioni hii. Sisi kama viongozi ndani ya halmashauri tumefurahishwa na surprise ya dada Ceci. Kwa kweli nilipata taarifa muda ambao kwa kweli muda ulikuwa sio rafiki, lakini niliona ni muhimu sana kujumuika na wenzangu. Sisi wote hapa ni binadamu, wote tunamwamini Mungu mmoja kwa dhehebu tofauti, lakini Mungu ni yule yule. Kwa hiyo kwa niaba ya madiwani wenzangu, niwashukuru sana wenzetu Waislamu kutukaribisha kwenye futari hii jioni hii ya leo. Hii ni funzo kubwa kwa sisi wengine ambao hatujui maana ya kwamba nchi hii haina udini, haina ukabila, wala haina vyama. Mimi nishukuru na niendelee kushukuru. Tushirikiane, tudumishe upendo na amani ndani ya halmashauri yetu hii ya wilaya ya Karatu, na imani sisi wa Kristo pia tuko kwenye mfungo, na sisi pia tukiwa na nafasi tutawaalika ndugu zetu Waislamu ili kusudi tusonge kwa pamoja, tuijenge Karatu kwa amani na upendo. Awali ya yote kwanza nipende kumshukuru mbunge wetu Mheshimiwa Cecilia Pareso ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge. Tangia nimemfahamu ni dada yetu muungwana sana, anapenda watu. Kwa hiyo mimi niendelee kukupongeza na uendelee na moyo huo. Yeye naamini mnafahamu Cecilia yeye yuko dhehebu lingine, lakini akaona hapana, haiwezekani aje aungane na Waislamu kwa ajili ya iftari hii. Kwa hiyo tuendelee kumpongeza na kumshukuru, na sisi tunakushukuru kwa kile ulichotoa. Naamini tuko na mashehe hapa, dua zako zitakuwa kubwa zaidi, lakini kuna maombi yametoka hapa pia. Naamini utaendelea kuweka mkono wako kuhakikisha zile ndoto za ghorofa 5 zinatimia. Kuchomekea usije ukasubiri mpaka yeye aseme, lakini mimi nimechomekea. Lakini kwa niaba ya mkuu wa wilaya, basi na mimi nasema kwamba tunashukuru sana, lakini tunawapongeza pia viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kufanya, hasa ya kutolea sisi katika maadili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Malaki bila nyinyi na kuendelea kutuombea, basi katika kazi zetu ambazo tunazifanya sisi wakati mwingine huwa tunapotoka, lakini kwa kusala zenu naamini Mwenyezi Mungu anatuongoza kwa maombi ambayo mnatuombea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, viongozi wetu wa dini, imamu wetu, shehe wetu wa kata, kaimu imamu na viongozi wote mlioko, mwenyekiti wetu wa halmashauri, mheshimiwa mbunge wetu wa viti maalum dada yetu Cecilia Pareso, ndugu waumini wote, habarini za muda huu. Mimi naitwa Hanafi Sabaha, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Tumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu wa dini, shehe wetu wa wilaya, imamu wetu wa msikiti huu kwa ajili hata ya kukubali mheshimiwa Cecilia Pareso atufuturishe leo. Mheshimiwa Cecilia Pareso, kuna mwandishi mmoja wa kitabu inaitwa Things Fall Apart, anaitwa Chinua Achebe, aliwahi kusema kwamba ukiona watu wamekuja kwako uwani kwako kwenye uwanja wako mkaota pamoja jua, haina maana kwamba kwao wakiwa kwao hawapati jua au jua hawalioni. Maana yake ni kwamba kukutana hapa ni upendo. Hawa watu wote tuliofuturu pamoja hapa, kila mmoja nyumbani kwake ana uwezo wa kupata futari, na wengine wana futari nzuri zaidi nyumbani kwao kuliko hii tuliopata hapa. Kwa maana hiyo, hii pia ni upendo kwako. Tumeomba tufuturu na wao wamekubali, maana yake wanakupenda kama ambavyo wewe umeonyesha upendo kwao. Kwa hiyo tunashukuru sana, na wewe tunakupongeza pia.
na niwaombe viongozi wetu wa dini tuendelee kushirikiana na viongozi wetu wa serikali kudumisha amani kama ambavyo amesema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwakilishi wake, kuhakikisha kwamba wilaya yetu inakuwa ya amani na utulivu bila kujali itikadi zetu za kidini. Naamini hayo ndio yatakuwa mafanikio yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, Mheshimiwa Katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi mlioambatana nao, Mheshimiwa madiwani wenzangu wa viti maalum pamoja na wakata na waona mko pale, ndugu wote ambao tumejumuika jioni hii ya leo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na afya njema na hatimaye tuweze kukusanyika jioni hii. Pia nichukue fursa hii tena kutoa shukrani za dhati kwa shehe wetu wa wilaya. Pindi nilipomshirikisha jana kwamba natamani angalau niweze kufuturu na ndugu zetu Waislamu, hakunikatalia, alinipokea vizuri sana na kushukuru sana shehe. Lakini niwashukuru pia ninyi waamini wa Kiislamu ambao mmefunga mtakubali kula kidogo kilichoandaliwa jioni hii ya leo. Nawashukuru sana. Na wale wote ambao tumewaalika kujumuika na ndugu zetu pia tunawashukuru sana wote kwa kufika jioni hii ya leo. Kwa kuwa hiki ni kipindi cha ibada zaidi, nadhani hatuhitaji kuwa na maneno mengi, ila niseme tu kwa uchache. Kwanza tunamshukuru sana kiongozi wetu mkuu wa nchi, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuwahudumia Watanzania, lakini kubwa katika yote ni kudumisha amani, kwa kuwa amani ni msingi wa maendeleo. Tunamshukuru sana na tunampongeza, lakini kazi hii anayoifanya na imani kubwa viongozi wa dini na ninyi na nafasi yenu kubwa sana kupitia mahubiri yenu kwa nyakati mbalimbali, tunatambua na kuthamini kazi inayoifanya ya kuhubiri amani kwa wilaya yetu, lakini kwa nchi yetu kwa ujumla. Naomba niwasihi tuendelee sote kudumisha amani, kuongea na vijana wetu. Sote ni mashahidi wa baada ya uchaguzi mkuu kwa mambo yalienda visivyo, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alisimama imara kurudisha amani ndani ya nchi yetu. Na ninyi viongozi pia naomba tuendelee kwa pamoja kushirikishana, kuongea na vijana wetu, kuwasemezana nao mara kwa mara, kuwarudisha katika maadili ya dini, kwa kuwa tukiwahubiria kupitia imani zao ndivyo ambavyo baadaye wanaenda kuwa vijana bora kwenye jamii yetu, lakini vijana bora kwa taifa letu. Kwa hiyo naomba sana viongozi wa dini tuendelee kufanya kazi hiyo, lakini sisi kama viongozi wa kisiasa pia tuna nafasi kubwa. Tutaendelea kutimiza wajibu wetu kama wabunge, kuendelea kuwakilisha wananchi wetu, kupigania haki na maendeleo ya wananchi wetu, lakini kuhubiri amani pale popote ambapo tunapata nafasi ya kufanya hivyo, kwa kuwa jukumu hili ni letu sote kama viongozi, lakini kama Watanzania. Nashukuru. Kwa majina naitwa Engelbert Alois Koro, ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Karatu. Leo tuko hapa mjini Karatu, tumekuja kushirikiana na wenzetu Waislamu kushiriki futari kwa ajili ya mfungo huu wa mwezi wa Ramadhani, na pia sisi Wakristo wa kanisa Katoliki pia tumefunga. Sisi tunaitwa Kwaresma, lakini wote sisi, kila mtu anaamini kwa imani yake, lakini Mungu wetu ni moja, lakini tunaamini kwa lugha tofauti. Mwisho wa siku imani yetu ndio hiyo, tunaamini Mungu mmoja. Nipende kuchukua nafasi hii ya leo kualikwa hapa na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge wa viti maalum ambaye pia ni mwenyekiti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima kubwa sana kwa kiongozi kama huyu kufanya jambo kama hili, kwa sababu sisi sote ndani ya wilaya ya Karatu tunamwamini Mungu, na hili jambo litatusaidia
imetusaidia pia kuwa wamoja, na tunamshukuru Mungu kwa wamoja. Maendeleo yetu ya Karatu tunahitaji kumwomba sana Mungu na kumshukuru Mungu. Kama nilivyosema, maendeleo hayana dini, hayana mipaka, hayana siasa, maendeleo hayana hata na umri. Sisi sote tunamwomba Mwenyezi Mungu. Ndani ya wilaya ya Karatu kuna mchanganyiko, kuna takriban wananchi 280 plus, lakini hatuna ubaguzi, kila mtu anaamini kwa imani yake, lakini lengo letu sote ni kumwomba Mungu na kwenda pamoja. Na mimi kama mwenyekiti wa halmashauri nilikuwa na shauri Wakristo wenzangu ambao wamefunga Kwaresma pamoja na Waislamu waliofunga mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa kumwomba Mwenyezi Mungu. Kama kuna msamaha unahitajika, ndio mwezi wa Ramadhani. Huu ni awamu ya pili, siku ya 10 imeisha, tunaingia siku 10 nyingine ambayo ni ya kumwomba Mungu msamaha. Vile vivyo hivyo na sisi Wakristo tunaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sisi ni binadamu, hakuna binadamu aliyekamilika chini ya jua. Wote tunafanya makosa, lakini tunatubu. Tumwombe Mungu wetu atusamehe, atupe afya njema, tuiongoze halmashauri ya wilaya Karatu. Viongozi wetu wote tunawaombea, pamoja na mimi. Kuna viongozi wetu wote sio wa dhehebu moja, lakini Karatu yetu hii haina ubaguzi. Tuna viongozi wa madhehebu ya aina yote, lakini lengo ni kuisukuma Karatu iende mbele kwa kumwomba Mungu sana. Kwanza nachukua fursa hii kuwatakia mfungo mwema ndugu zetu Waislamu pamoja na ndugu zetu wa Kristo, tukitambua kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma. Nitoe wito waumini wa dini zote mbili kuenenda kama ambavyo maandiko ya dini za imani zote mbili yanaelekeza, lakini kubwa kama Watanzania tunaendelea kudumisha amani katika wilaya yetu na amani kwa taifa kwa ujumla. Na nitoe wito pia kwa wale wote ambao wataguswa kwa namna moja ama nyingine, ni kipindi cha sala, toba na matendo ya huruma. Basi tuwakumbuke wale jamii na wananchi wenye mahitaji, tuwafikie, tuwafariji, tuwasaidie wakati